Shalom, ni mtumishi wa Mungu Derek Michael, nikukaribishe kwa mitandao yangu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na TikTok, lakini pia YouTube, uweze kusikiliza mafundisho haya neno la Mungu yatakao kusaidia kuleta mguso na kubadilisha maisha yako. Mafundisho haya yatakusaidia wewe kuweza kuondoka mahali ulipo na Mungu akakupeleka kwenye viwango vingine kabisa. Maandiko au mabiblia Mungu alivyokuwa anaitengeneza na kuileta kwetu sisi, alitupa eneo moja ambao ni eneo la uchumi. Kwenye Biblia ukisoma kuna mahali ambapo Mungu alikuwa anafundisha kuhusiana na habari ya kiuchumi. Na tukizungumzia kuhusiana na habari ya kiuchumi, kuna uchumi wa mbinguni, lakini pia kuna uchumi wa kidunia. Uchumi wa kidunia upo wa aina mbili. Kuna uchumi ambao ni wa mtu mmoja mmoja ambao tunauita ni microeconomics, sawa sawa na wataalamu wa uchumi wanavyouita. Lakini kuna uchumi wa kiujumla ambao tunaoita aggregate economy. Huu unaitwa ni macro economy. Huu uchumi unahusiana na nchi inavyokuwa inajiingiza katika shughuli mbalimbali ambazo zipatia kipato na kuweza kuongeza pato la taifa. Lakini uchumi wa mtu mmoja mmoja ni uchumi ambao mtu anaweza kujiingiza kwenye shughuli ambazo zikampa fedha, kwenye shughuli ambazo zikampa kipato. Na kutokana shughuli mbalimbali anazokuwa anazifanya, kuna shughuli za kibiashara, kuna shughuli ambazo ni za kilimo, lakini kuna shughuli za ufugaji. Shughuli zote hizi anazokuwa anazifanya zinamfanya anakuwa ingia kwenye mgawanyiko wa fedha, kugawanya fedha kuelekea kwenye maeneo mbalimbali, lakini pia distribution, Waingereza wanasema distribution of goods and service, ni kutoaji wa huduma pamoja na bidhaa. Ili kuweza kupata fedha ambao ni uchumi, ni lazima mtu aweze kutoa fedha. Anapokuwa anatoa fedha, anafanya mabadilishano, ananunua bidhaa au anatoa huduma au anapokea huduma. Kwa hiyo huu ni uchumi wa mtu mmoja mmoja binafsi. Na tunataka kuongelea kitu ambacho ni cha mtu mwenyewe binafsi. Ni cha kuhusiana na uchumi wa mtu mwenyewe mmoja kwa mmoja. Eneo ambalo likibadilika kwenye maisha ya mtu litaweza kusaidia kubadilisha maisha ya ulimwengu mzima, lakini maisha ya taifa zima. Uchumi wa mtu mmoja ukikombolewa, maisha ya mtu yatakuwa nayo yamekombolewa, lakini pia taifa, kiwango cha uchumi kitakuwa kimekombolewa. Ile pato la kitaifa, ile GPA ya kitaifa nayo itaweza kuwa GPD ya kitaifa nayo itaweza kuwa imeongezeka na kuweza kuleta msaada kwa watu. Na ndio maana pato la taifa linaendana na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Uchumi wa mtu mmoja mmoja ukiongezeka, na pato la taifa nalo pia linakuwa limeongezeka. Huu uchumi ambao tunaokuwa tunauzungumzia wa kidunia unaasiliwa na uchumi wa kimbingu, ama tuseme uchumi wa kiroho. Kwenye dunia chochote kile ili kiweze kuwa na matokeo kinaamuliwa na ulimwengu wa kiroho. Na kwenye ulimwengu wa kiroho, kama ambavyo kwenye ulimwengu wa mwili mambo yanavyokuwa yanafanyika, na kwenye ulimwengu wa kiroho vipo vitu ambavyo vinavyofanyika ili kuweza kuleta matokeo kwenye maisha ambayo ya kawaida, kwenye ulimwengu wa kawaida ambao sisi tunaweza kuishi. Uchumi wa mbinguni umefunganishwa kwenye shughuli ambazo mtu anazokuwa anazifanya zinazohusiana na falme. Huenda akawa anafanya shughuli za kifalme wa nuru, au akawa anafanya shughuli za kifalme wa kigiza. Mtu yoyote ambaye ni ametajirika, aidha ni tajiri, aidha ni bilionea, aidha ni milionea, aidha ni trilionea, shughuli zake nyingi ambazo anazokuwa anazifanya za kiuchumi ni shughuli ambazo zinaonekana ni kwamba zinafanikiwa na zinaenda viral na mambo yanaenda vizuri, lakini nyuma yake kuna siri ambayo inaokuwa inaendesha. Na siri ambayo inaokuwa inaendesha ni huu kuhusiana na uchumi wa ulimwengu wa kiroho. Ili mtu aweze kufanikiwa kwenye maisha, aweze kuwa na uchumi mzuri, anahitaji kujihusisha na shughuli mbalimbali zinazokuwa zinahusu ufalme. Na huu ufalme tunaongelea ni ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ambao unatekwa na watu wenye nguvu. Na watu wenye nguvu ndio ambao wanaokuwa wanajihusisha na shughuli mbalimbali za kifalme. Unapopata fedha, unapoitumia ile fedha yako kwa ajili ya kwenda kusaidia kazi ya Bwana, kwa ajili ya kwenda kusaidia huduma
pale unapokuwa umejihusisha moja kwa moja na shughuli ya ufalme wa Mungu. Na unapokuwa umejihusisha na shughuli ya ufalme wa Mungu, sawa sawa na mtu ambavyo anapokuwa anafanya shughuli ya kawaida ya kiuchumi kwenye maisha yake ili muingizie fedha. Anapokuwa anafanya kilimo, lazima atatoa fedha kwa ajili ya kuandaa shamba, kwa ajili ya kuwalipa vibarua, kwa ajili ya kulipa fedha kwa ajili ya kuhudumia vile vifaa mbalimbali ambavyo vitakuwa vinatumika kwa ajili ya kulima. Namna anavyokuwa anafanya vile, ile ndiyo itakayokuja kuamua yeye aweze kupata baadaye mavuno, na yale mavuno atabadilisha kuwa ni fedha. Na kwenye huu uchumi wa mbinguni, mtu anapokuwa anaitoa fedha yake, anaitoa kwa ajili ya huduma, moja kwa moja mbinguni kunakuwa kumeruhusiwa fedha ambayo haipati. Kule mbinguni kama ambavyo kulivyo na hazina hapa duniani, ndio maana Biblia inasema kwamba msiweke hazina duniani ambako kuna kutu, ambako kwenye ni mifuko ambayo imebomoka. Utaweka fedha kwenye hazina ambayo imebomoka, baadaye hutakuta kitu. Lakini wakasema uweke hazina mbinguni. Kwa sababu gani? Kule mbinguni kuna benki. Yaani kama ambavyo unavyokuwa unaona hapa duniani kuna benki ambao watu wanaweka fedha zao, watu wanawekeza fedha zao, na kule mbinguni kuna benki ambao huwa inatoa fedha. Unapoenda ATM, huwezi ukafika ATM ukatoa fedha kama hukuweka fedha. Utatoa fedha kama uliingiza kwenye akaunti yako fedha. Na hivyo kwenye uchumi wa mbinguni utatoa fedha kama uliingiza fedha kwenye akaunti yako ya kimbingu. Watu wengi wanakuwa wanamlilia Mungu, wanafanya maombi mengi. Maombi mengi bila sadaka hayawezi akakupa fedha, kwa sababu ATM yako ya kiuchumi ya mbinguni haisomi, hujaweka chochote. Mtu anapokuwa anatoa sadaka, mara kwa mara anapokuwa anajitoa, anawekeza kwenye benki yake ya mbinguni, ambao kwa baadaye atakapokuwa na mahitaji, ile benki ya kiuchumi ya mbinguni itaweza kumpa. Mwanamke mmoja jina lake Dorcas. Huyu mwanamke alikuwa anahudumia watu mbalimbali. Alikuwa anahudumia wamama ambao walikuwa hawajiwezi, wamama ambao walikuwa ni wajane. Siku ambapo alipokufa, ile siku ambayo alipofariki, wale wamama wajane walimtafuta mtumishi wa Mungu Petro. Walivyomtafuta Petro, wakamuonyesha ile sadaka ambayo aliyokuwa anawapa, akaonyesha yale mavazi ambayo aliyokuwa anawashonea. Baada ya mtumishi wa Mungu Petro kuonyeshwa vile, akafanya muujiza. Yule mwanamke Dorcas, maisha yake alikuwa ni kwamba alikuwa tayari hapa duniani ameshaondoka, ameshaiaga dunia, lakini kwa sababu ya ule utumishi ambao aliofanya wa kutoa fedha kwa hudumia wao, ya kujitoa kwa ajili yao, kule benki ya mbinguni ikawa imejibu. Benki ya mbinguni ikawa imeruhusu huyu mtu aruhusiwe aendelee na maisha, akapewa access tena, akapewa nafasi tena, kwa sababu kuna benki ya kimbingu. Na kuzungumzia ni benki ya kimbingu, si tu kwamba benki hii inahifadhi fedha, inahifadhi vitu mbalimbali, vitu vyako ambavyo vyote utakavyokuwa kwa wakati fulani utakapokuwa na hifadhi. Mtu anapokuwa anaenda kuitoa fedha benki, manake ni wakati ule ambao anapokuwa na uhitaji wa ile fedha. Na ndiyo mbinguni ile benki ambayo ipo, ile hazina ambayo ipo, inakuwa inatoa fedha kwa ajili yako. Wakati mmoja kwenye Biblia, mtu mmoja akawa akisali majira ya saa 9 alasiri, Kornelio, malaika akafika kwake akamwambia, sadaka zako na sala zako zimefanyika kuwa ukumbusho mbele ya Bwana, mbele ya Mungu. Zile sadaka zake zilikuwa zinawekwa kwenye hazina. Maanake ile hazina aliyokuwa naiweka kule mbinguni, ile shehena yake ilikuwa imejaa na ikafanyika kuwa ni ukumbusho. Na ndiyo maana hata yeye mwenyewe Kornelio kuja kumjua Yesu, kuja kupata ule ubatizo wa Yesu, ni baada ya kuwa sadaka zake zimefika mbele za Mungu. Maanake zile hazina zake zimefika kule mbele za Mungu, na ile hazina yake ambayo aliyokuwa anaitoa ndiyo ambayo iliyomfanya yeye akapata ule uzima wa milele. Sasa neno la Mungu linavyokuwa linasema, na uzima wa milele wa kujua Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Hivyo ndivyo ipo kwenye maisha. Ili uweze kufanikiwa, ili Mungu vitu vyake aviruhusu viweze kuja kwako kwenye eneo la kiuchumi, ni lazima ujihusishe na zile shughuli za kimbingu. Ni lazima ujihusishe na zile shughuli za kifalme. Upo kanisani, fedha ambayo unaokuwa unaitoa ndio fedha ambayo inayokuwa inaamua
uwe na kiwango gani cha kiuchumi. Sadaka ya mtu anaokuwa anaitoa ndio inaamua kiwango chake cha kiuchumi. Uwezi ukawa na uchumi mkubwa tofauti na sadaka unaoitoa. Sadaka yako ndio inaendana na uchumi wako. Hakuna mtu ambaye ana uchumi mkubwa halafu atoi sadaka kubwa. Ili kupandisha kiwango cha kiuchumi, inatakiwa upandishe kiwango chako cha utoaji. Ukipandisha kiwango chako cha utoaji, unakuwa umepandisha kile kiwango cha kiuchumi. Kuna vitu vipo viwili, kuna kiwango cha utoaji, kiwango cha sadaka, alafu kuna ubora wa sadaka. Mungu haangalii kile kiwango cha sadaka unachokitoa, lakini anaangalia ubora wa sadaka unaoitoa. Ndio maana yule mwanamke aliyetoa senti 30 alionekana ametoa sadaka kubwa kuliko wengine, kwa sababu alitoa sadaka bora. Na sadaka bora inapimwa kwa kile ambacho ulichonacho ukakitoa. Kutokana na sehemu uliyoitoa ndio itaamua ubora. Wengi walitoa sehemu ya vile walivyonavyo, lakini yule mwanamke alitoa vyote kati ya vyote alivyokuwa navyo. Ndiyo ikawa imempa credit, ikawa imempa max kule mbinguni ya kuonekana kwamba huyu ametoa zaidi ya wengine. Tupo kwenye ulimwengu ambao umekuwa ni mdanganyifu, kwamba mtu ukimtoa Mungu, ukimtolea Mungu, ndivyo maisha yako yanavyozidi kushuka chini. Lakini haipo iko hivyo. Watu ambao wanaofanikiwa kwenye ule ufalme wa giza, siri yao kubwa ni kwenye utoaji. Hakuna siri yoyote ile ambayo itakayoweza kukufanya utoke kwenye kiwango cha uchumi ulichonacho ukapanda ukaenda level nyingine kama hautatoa. Fedha ina tabia moja. Ukiwa na fedha alafu ukawa hauitoi ile fedha ulionayo, manake unazuia fedha nyingine kuja kwenye maisha yako. Unazuia fedha ambayo ilitakiwa ije. Ndio maana kwamba tunasema ni mzunguko wa fedha. Ili fedha iweze kuwa inazunguka, ni lazima uitoe, ni lazima uitumie. Unapokuwa unaitumia, unaruhusu ule mzunguko wa fedha. Nikupe mfano huu. Mtu mmoja akikaa na milioni moja akaitunza, akakaa nayo ndani, alafu asiitumie, atakuwa amezuia mzunguko wa fedha kumfikia mtu mwingine. Ndiyo maana kwa mujibu wa sheria ya Tanzania, mtu haruhusiwi kukaa na fedha kiasi kikubwa akakaa nayo yeye mwenyewe pasipo kwenda kuiweka bank ama kuitumia kwenye shughuli zingine za kiuchumi ambazo zitamuingizia kipato. Ni kwa sababu anakaa na fedha ambayo anaizuia kuingia kwenye mzunguko, anazuia mtu mwingine kuipata hilo fedha. Kwa hiyo ukitaka mbingu iweze kuruhusu mzunguko, kwa sababu hata mbinguni upo huo mzunguko wa fedha. Mungu hajaweka vitu ambavyo vitakuwa vinashuka kule mbinguni, yani kwamba mana iwe inashuka kule mbinguni, lakini kinachokuja ameweka mfumo ambao tutaweza sisi wenyewe kuweza kuhudumiana. Yani ule mfumo ambao Mungu ameutengeneza ni mfumo ambao ni wa kiuchumi wa mbingu, ambao sisi wenyewe tutakuwa unaweza kuhudumiana. Ukimpa sadaka yako mtumishi wa Mungu, unakuwa umembariki mtumishi wa Mungu. Manake mtumishi wa Mungu, hitaji alilokuwa nalo mtumishi wa Mungu linakuwa limeweza kukidhiwa. Mungu anakuwa amempa fedha kwa njia hiyo. Alafu wewe unakuja unapokea fedha. Uende ukapokea fedha kwenye eneo la biashara, uende ukapokea fedha kwenye eneo la huduma, au uende ukapokea fedha kutoka kwenye mikono ya mtu. Hivyo ndivyo inavyokuwa imefanyika, fedha ikawa kwenye mzunguko na wewe ukaweza kupata ile fedha ambayo unakuwa unahitaji. Jenga uchumi wako zaidi kwa kuwekeza kwa Mungu. Maana hakuna mtu ambaye amewahi kuwekeza kwa Mungu alafu akawa ni maskini. Siri ni moja tu, ni kutoa. Kutaka kupanda, kiwango chako kitapanda kwa sababu ya utoaji wako. Ukiamua uwe bahili, ukiamua uwe tu economy, fedha usitoe, ndivyo hivyo utakavyokuwa umezuilia wewe kuweza kupewa fedha za kimbingu. Ndivyo hivyo ambavyo utakavyokuwa umejizuia wewe mwenyewe level yako ya kiuchumi isiweze kuongezeka. Tengeneza uchumi wako kutoka kwenye uchumi wa kimbingu, ili mbingu iweze kuasili maisha yako, na maisha yako yawe ni maisha ambayo si ya majuto kwa sababu ya fedha, kwa sababu mahitaji mengi yanakiziwa na fedha. Na Biblia inasema fedha ni jawabu la mambo yote. Fedha humpa mtu heshima, fedha humpa mtu upendeleo,
Ili uwe na nafasi, ili upewe nafasi, lazima uwe na fedha. Biblia inasema hekima ya maskini haisikilizwi. Maana yake hekima ya maskini upuuzi. Huwezi ukachangia kitu, huwezi ukatoa hoja ya maana halafu watu wakakusikiliza halafu huna fedha. Ukitaka kuwa na fedha, toa. Ukitoa ndivyo utakavyokuwa unapokea. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.